Hali gani mpenzi msikilizaji wa A3 Radio, karibu katika kipindi chetu maalum cha afya. Ni mimi mtangazaji wako Zaina Rashid. Leo tutazungumzia mada muhimu sana inayohusu afya na ustawi wetu. Nayo ni lishe bora au balanced diet. Lishe bora ni msingi wa afya njema na husaidia mwili kupata virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ukuaji, nguvu na kinga dhidi ya magonjwa. Ili kutupatia ufafanuzi na elimu zaidi kuhusu mada hii, leo tupo na mgeni wetu studio. Karibu sana katika kipindi chetu. Kwanza kabisa, unaweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Muhammad Abdallah Matimbwa, ni mwanafunzi tabibu kutoka Chuo cha Afya na Tiba KAM College of Health and Life Science. Wamama wengi na watu baadhi katika jamii yetu hawajui maana ya lishe bora au balanced diet. Kwa sababu ya tatizo hilo katika jamii, wewe ni mwanafunzi uliosomea mambo ya afya, unaiambia nini jamii kuhusiana na lishe bora au balanced diet? Kwanza, tunapozungumzia lishe bora ina maana nyingi kwa muktadha mbalimbali. Mwingine anaweza akadefine hivi, mwingine anaweza akadefine hivi, lakini kwa ujumla lishe bora ni kula vyakula aina tofauti tofauti ya vyakula kwa uwiano sahihi, lakini kila siku ili mwili upate virutubisho vyote vinavyohitajika. Mwili wetu unahitaji virutubisho vya aina tofauti tofauti ili mradi kutengeneza uwiano sahihi kila siku, ili mwili wetu upate virutubisho vyote vinavyohitajika na kufanya kazi ipasavyo. Hivyo basi, tukizungumzia lishe kamili inazungumzia makundi 6 makuu ya chakula ambayo yataleta uwiano sawa kwenye mwili. Sasa tunazungumzia aina ya kwanza ni wanga ama carbohydrate, carbs. Wanga ama carbs, hiki ni chakula ambacho kinatupatia nguvu. Tunapokula tunapokula ile carbohydrate, kwa mfano wa chakula wa carbohydrate, ndizi. Tunazungumzia chakula mfano ugali, mfano wali. Hivi ni vyakula vya wanga ambavyo ukila means unaivunja ili mradi end product yake ama mwisho wa chakula hiki ukivunja kinakuwa ni glucose, ambayo glucose inakupa nguvu kwenye mwili wako. Kutokana na vyakula ulivyovitaja, je, ni changamoto zipi ambazo zinapelekea kwa jamii kuwa ni sababu ya kutopata lishe bora katika jamii? Unajua bwana, kwenye maisha yetu tumetofautiana sana, kipato tumetofautiana. Sasa ukiangalia vyakula hivi ambavyo nimekutajia hapa, carbohydrate, protein, vitamins, lipids, hivi vyakula ni very very expensive to some extent. Ni vyakula ambavyo vina gharama. Sasa ni changamoto zipi sasa zinazochangia watu wengi kushindwa kupata lishe bora? Kuna changamoto nyingi. Miongoni mwa changamoto ni umaskini. Umaskini, tuseme matunda haya, nyama hizi, maziwa ni bei ghali, ambapo kuna baadhi ya watu hawawezi kuafford, hawezi kununua hivi vyakula. Kwa hiyo watu wanakula ugali, wanakula mboga tu kila siku. Protini inakosekana. Mtu kila siku anakula ugali, mboga ya majani, every day. Sasa kwa changamoto. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pia ni ujinga ama kuto kujua. Unajua, sio kila mtu anafahamu. Sasa wengi wanadhani kwamba kushiba ndio lishe bora. Sisi wa Tanzania tunafahamu kwamba kushiba ndio lishe bora. Hapana, si hivyo. Na je, jamii ina uelewa wa kutosha kuhusiana na lishe bora? Jibu lake naweza nikasema hapana. Uelewa ni nusu kwa nusu, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanapata elimu kupitia mtandao, kupitia television, kupitia radio, na most of the time jamii sasa hivi, wadau mbalimbali wamejikita katika kuelimisha jamii kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zinatokana na lishe duni, lakini pia kula chakula ovyo bila kufuata miongozo. Watu wanapata elimu hiyo, lakini wamekuwa ni
hawafuati miongozo ambayo inahitajika waifuate. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto. Kwa mfano, mtu anaambiwa kwamba soda ina changamoto, kwamba akitumia soda lishe yake itakuwa ni dhoofu, lakini anasikiliza, then after anarudia hilo kosa, ananunua soda kwa siku, tena anakunywa mils 600 na kuendelea. Usinywe energy, itasababisha changamoto kwenye mwili wako. Anatumia energy na maisha mengine yanasonga. Kwa hivyo ni changamoto ya uelewa wa watu. Kulingana na ufafanuzi ulioutoa kuhusu lishe bora, kuna changamoto yoyote inayowakabili watoto wadogo endapo watakapokosa lishe bora? Kwenye ukuaji wa watoto siku hizi wamekuwa na changamoto ya malezi katika unyonyeshaji, hasa wazazi watoto wao. Utakuta mtoto inabidi anyonye miaka 2, lakini huyu mtoto ananyonya ndani ya miezi 6. Akimaliza miezi 6 wanamlisha ugali, wanamlisha kitumbua, wanamlisha andazi. Inakuwa ni changamoto. Watoto ambao wanakosa lishe bora wanaweza kupata madhara tofauti. Kuna madhara ya muda mfupi, lakini pia madhara ambayo yanaweza kupata kwa muda mrefu. Madhara ya muda mfupi mfano ni udumavu, kwa lugha ya Kimombo wanaita stunting growth, yani anakuwa na udumavu. Yani ukiangalia umri wake na urefu wake, yani kimo chake na umri wake ni vitu viwili tofauti. Asante msikilizaji kwa kuwa nami, mtangazaji wako Zaina Rashid, nikiwa sambamba na mgeni wetu Muhammad Abdallah Matimbwa, na huu ndo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Karibu tena hadi wakati mwingine, na kwa heri.